Haya. Asante. Asante sana mwanafunzi. Odi. Aha. Asante sana Sasa Hairi, mimi nilikuja kwa ajili ya kuongea na wazazi wako, ila kwa sababu wewe nimekukuta na wazazi hawapo, wacha tu nizungumze na wewe kama mwalimu wako. Sawa Unajua tabia za pale darasani kwenu zinaendana na darasa la 4. Kwa hiyo wanafunzi wangu, jitahidi sana kusoma. Elimu haina mwisho, elimu ni ufunguo. Ufunguo kama hivi ninavyokuonyesha huu ufunguo huu. Unaona ufunguo huu? Ufunguo maana yake ni kwamba unafungua kila mahali. Na elimu ndivyo hivyo kwamba inafungua kila mahali. Elimu ni ufunguo wa maisha wako. Sawa mwanangu? Kwa hiyo jitahidi sana kusoma, epukana na mambo ya kundi la lile jipya ambalo limejiunga pale shuleni. Sawa? Mimi mwalimu nitakuwa mtoto mzuri, nitatoka kwenye kundi lile mbaya. Sawa, asante sana. Haya sawa, asante, mimi niondoke. Haya, wasalimiwa za wazazi. Haya, asante. Haya. Nzuri saizi anapigika na mume wake. Nasikia mume wako anaruka kweli, anatoka nje siku hizi, hataki uongee, ukishaongea kipigo. So achana naye tu shoga yangu, mpendea mimi yule bwana, akitembea kama vile anarudi, akienda kama anaenda. Nakwambia shoga yangu tuheshimiane. Mambo ya mabwana tena. Yaani mimi mume wangu muone vile vile, nampendea vile vile alivyo. Ani mkanishawishi kuachana naye. Wache, si unajua tuna maneno ya watu. Shoga yangu, mimi taarifa ndio yenye kupona kuletea. Mwenzio nimepata kibwana huko na pelekwa Arusha. Wewe ule naye tu shoga yangu, nipate shemeji yangu. Na mimi nitaenda hapa mtaani. Tumeelewa tena. Hana shida shoga yangu, kama umepata jambo la kumshukuru Mungu. Sijui mimi nifanye kwenda. Uende wapi tena? Nataka niende, tumeelewa tena. Acha kimbele ndugu yangu. Mwache kwanza aje nyumbani. Nataka nikuache umpikie shemeji. Nataka jianze kufuku mpikie chakula saa ngapi? Hayo mambo yapo, tunatendelea kuwepo. Kwa hiyo inatakiwa utulie, aje nyumbani, aheshimishe wazazi. Si unaelewa tena. Mwenyewe unakuwa huru ndugu yangu. Si unaelewa tena mama huko ndio hivyo anauma. Nataka nimuone kamkorogea tatu. Acha Karibu Mabaraka. Asante za siku ndugu yangu. Nzuri, za kwako? Nzuri, mbona umepotea sana? Mimi nipo. Niambie. Maana siku nyingi hatujaonana. Ndugu yangu, nilikuwa shule. Kule unakosomea habari za kupika kule. Kumbe nzuri. Mimi sina usemi ndugu yangu, mzima wa afya. Niambie. Yaani sina jipya kwa kweli. Ndio mwanzo kuna kitu kama yani kinaniumiza hivi. Kitu gani choga yangu? Yaani hata na Baraka alikuja akaniambia kwamba Baraka ana tabia za ovyo sana siku hizi. Kwamba ni mtukutu. Baraka huyu kijana wako huyu? Mwanangu huyu nayempenda kuliko watoto wote. Ananiambia kwamba ana tabia za ovyo, kwamba sijui anaiba hela za watu, sijui mara anafanyaje, sijui mara ni mtoro shuleni. Au anamsingizia? Mimi naona anamsingizia tu. Maana yule ana tabia kwa anafanya na mwanangu ana tabia vile vile kama alivyo na tabia zake. Ila mimi nakumbuka kitu fulani. Babangu amekuja hapa. Akanielezea kuhusu huyo mtoto wako Baraka. Huwa anawasumbua kule shuleni. Mimi sina uhakika na hizo habari kwamba mwanangu anaweza kuwa na tabia kama hizo. Mwanangu leo mimi ninavyomjua hana tabia kama hizo. Yuko vizuri. Pole sababu mimi sielewi ni Baraka huyu wa kwako au ni Baraka mwingine. Ni huyu wa kwangu. Kama atakuwa huyo mwalimu amekuja basi itakuwa ni kweli. Mwanangu leo mimi ninavyomjua hana tabia kama hizo. Yuko vizuri. Pole sana ndugu yangu. Ila mimi ninachokushauri, toka hapa mguu wako, nenda kule kwa walimu. Watakachokuambia, anza kumfuatilia Baraka hatua kwa hatua. Utajua Baraka ana hizo tabia au anamsingizia. Maana wewe hapa ujui, unamtetea pingine taarifa hizo ni za kweli, kwa ukao hauelewi. Cha kufanya, fuatilia hili jambo hili. Mwisho wa siku atamkamata huyu mtoto wako. Wewe nenda kwa yule mwalimu mkuu yule, ongea naye.
Kama hiyo siku akimkuta wapi huko, atakushirikisha wewe mama yako ukafanya nini? Ukashuhudie kuwa ni mtoto wako au la. Hapo sawa, umenishauri vizuri. Lazima itabidi niende nikafuatilia kwa walimu kama huyu mtoto ana tatizo hilo, kwamba ana tabia hizo, ndio niwe na uhakika. Lakini hivi siwezi kuwa na uhakika kwamba mwanangu ana tabia hizo. Haya, mimi naenda. Haya, karibu shoga. Haya. Karibu na siku nyingine. Karibia mama watoto. Haya, tamsalimia. Haya. Asante. Lele ndugu yangu. Nani kakudanganya hivyo? Shoga yangu mimi nadhani kudanganya. Yaani niko pale nimekuja mbio kuja kuomba ushauri wako. Si unaelewa tena ndio udugu wangu. Amna ndugu yangu. Yaani hapo cha kushauri weka utulie. Kama nimekuja nyumbani, aje nyumbani, ajitambulishe, maisha yaende, au sio? Maisha hii sasa mimi nifanye kwenda. Amna. Yaani mimi hapo cha kushauri shoga yangu. Mwache atoke zake kwa Arusha, aje kujitambulisha. Akija kujitambulisha, kama unaweza kwenda tu. Shoga yangu mimi ningefanya tu niombe maji ya kunywa hapa, nina kiu. Usijali shoga yangu, nakupa maji. Maji tanivumilia mwenzio, mta sijapika wala nini. Kawaida. Kawaida shoga yangu. Haya, mimi ngoja nifanye kwenda bwana. Ukipika hata nipike, si unajua. Mama kule anaumwa. Anaumwa nini tena? Mungu ninamsumbua. Jamani, mpe pole. Haya, nitampa pole ndugu wangu. Haya, nitakuja kesho kumuona. Haya, salimia sana Zoe na wewe. Usijali shoga yangu. Tena. Wapi? Unajiamini au sio kupita mtaa, sio? Hakuna mtu anapita jamani. Au una majibu eh? Hapana kaka. Au sio? Wewe mimi simaendishi mwanangu, mimi sio kunibelebea, sogea usishike bwana wewe. Oya sister, unajua mimi wewe? Hapana, sikujui. Sambe kakaangu, sina chochote. Yaani unajipitia pitia tu kwenye anga zangu, au sio? Toa chochote chukua nacho. Sina kitu chochote kakaangu. Oya. Oya. Toa chukua nacho. Please. Oya. Naomba usinizuru please. Toa chukua nacho. Mimi ndo kichele, ukisikia kishondo mimi. Huyu mtaa mzima unanijua. Mama. Toa chukua nacho. Sina. Please. Mimi sipagili mapenzi, sikia. Please. Sipagili mapenzi. Sina chochote. Unaelewa? Toa chukua nacho. Naomba usinizuru. Soma juu, soma juu. Usijazie hizi hapo, usijazie wapi. Okay. Wananiita MC Manyunyu msalimie huyo kumwita Man DVD, au sio? Akiwa sambamba na DJ Sidadi. Bila kumsahau MP au sio? Tunawasha moto bwana. Watoto wa DC na Mungu. Machozi na yodondosha